story bila kuvaa element ya mtu nielewa. Kumbe ushoga ndo unaanzia hapa. Bwana kuna kaka wawili hao Johnson na Michael. Hao bwana ni watu wa Facebook. Wanapenda kupiga picha mi six pack minini na kweli ukiwaangalia kaka wako mashallah nitawatajia mwisho wa story bwana we. Hao kaka kwenye kupiga picha kumbe kuna watu wanawazumu. Akakutana na kuna msanii mmoja akamdie huyo mkaka. Oya vipi? Unapiga misha gani? Akamwambia mimi msanii tu. Akamwambia msanii kuna kazi huku. Sasa unajua maisha ya kambi magumu na wakaka alikuwa wanakaa kambi wakaona kuna issue gani? Akamwambia bwana kuna issue fulani hapa, kazi ya kunyoa. Kunyoa bwana sawa. Mimi sisi tunataka. Akamwambia mpo wangapi? Tuko wawili. Akamwambia njooni. Mimi na frame nafungua mambo ya hayo baba shop nini. Kwa hiyo nje. Basi wale nduinya magentlemen hapo kumbuka. Wakafika mpaka hapo sehemu hiyo situitaja. Walivyoifika tufanye Kimara Bonyokwa. Wakafika Bonyokwa hapo. Walipofika Bonyokwa akakaribishwa nini shangwe nini akamwambia basi mtakaa hapa leo kesho niwapelekeni kwenye hiyo issue. Basi wao wakakaa. Ilipofika usiku bwana kweli walikula party nini yani walifly yani ile mmekaribishwa kiamani na wakaka ambao wanajielewa. Ilipofika usiku akamwambia bwana twendeni kwenye party. Sisi tunaenda kwenye party na nyinyi twendeni. Kwa wale wakaona tusikae kinyonge twenzetu. Sema si hatuna kodi za kuvaa. Akamwambia msijali. Kodi zipo wewe size yangu size yangu. Twendeni mkachague kodi. Kweli wakavaa bling bling nini wakapendeza. Bwana ikaja Range mlangoni. Ikapiga oni kwamba watoke wajiandae waondoke. Kweli zikaja Range hizo mbili wakatoka. Wengine wakapanda huku. Johnson akapanda ya nyuma. Huyo Michael naye akapanda mbele, gari likawashwa. Huyo Michael Johnson kumbuka alikaa siti ya mbele. Kuna mbaba mtu mzima ndo alikuwa na drive. Kwa hiyo akawa anapiga story ukimwangalia huyo mbaba kweli hela zipo vichenchele yani hela sio shida zake. Wakawa anapiga story, piga story huku story kule story, huku story huku kule story. Kati ya safari. Yule mbaba akambusu mwanaume mwenzake. Sasa yule Johnson akasema what this? Johnson haelewi hivyo vitu mwanaume kunibusu. Basi akamwambia usijali. Akaondoka alivyoona yule Johnson kaonesha kukerekwa. Bwana akaondoka. Mpaka kwenye hiyo pati wakanywa. Wale wakaogopa kunywa sana sababu alishaanza kuona mauzauza njiani. Wakati wanarudi wakapaki sehemu tuchukueni katoni za maji. Maana ilikuwa usiku sasa kuna duka hilo linakuaga linakesha sehemu fulani hapo nikiwatajia mtakuwa mnajua. Basi baada yake wakachukua maji wanaingia wale wameshuka vijana wawili kwenda kuchukua maji wa nyuma. Huku mbele na yule Johnson, mbaba yule akona Johnson. Akamwambia Johnson, "Samani, unaweza ukanikumbatia?" Johnson elewa anasema kivipi? Akamshikilia hivi kichwa. Akambusu hapa kwenye badimana hapa. Badimana hapa. Si ndio? Haya, akambusu badala ya kumbusu. Johnson akafula hasira, "Vipi? Wewe mwanaume mwenzangu unanifanyaje hivyo?" Akamwambia, "Basi aishi samani. Mimi nina uzungu." Hata kama uzungu bwana. Sasa huyo Johnson msela hata kama msanii, msela afu msela fulani hivi yani hadi mapulizo anapuliza vizuri maputo. Sasa bwana we. Wamerudi nyumbani, wamefika tu ndani. Yule mbaba ameloki mageti kama kawaida. Wamefika ndani, wale wakaoneshwa sehemu zao za kulala. Wewe nyinyi mtalala hapa. Huyu atalala hapa. Kila mtu ana chumba. Fika mida kama saa 8 nenda kwenye saa 9, yule mzee akaingia kugonga chumba cha yule nani? Johnson. Akafunguliwa. "Vipi?" Akasema, "Naomba tulale wote." Ukimwangalia ni mbaba ambaye ana heshima zake. "Naomba tulale wote." Sasa akasema, "Tulale wote kivipi? Kila mtu ana chumba chake." Mimi kuna issue nataka tuongee." "Tuongee issue gani?" Sasa akamwona yule mbaba kama anatoka kwenye ubaba anakuja kwenye usexy hapa kwenye ujakinani. Nisijenga. Amalizia watu wananiandama. Basi. Anajilegeza. Yule akamwambia, "Basi sikiliza. Wewe kuwa serious. Kuna issue gani wewe kalale kwako mzee vipi?" Akamwambia, "Mbona unakuwa mkali afu wewe kuwa mkali wewe haitopendeza. Kumbuka mimi hizo dili za kazi mimi ndo muhusika." "Sawa sasa ongea unataka nini usiku mzee wangu?" Akamwambia, "Basi njoo wewe chumbani kwangu." Akasema, "Sawa nakuja." Akaondoka. Yule mkaka akuchukua nini laundi kavaa t-shirt kwa sababu alikuwa kifua wazi afu amevaa chini pants kalala. Kavaa t-shirt kafika kwenye chumba. Anagonga. Kimya. Anagonga mzee anambia, "Subiri ninakufungulia." Kumbe mzee anajiandaa akatoa nguo zote kama mnyama yani kama alivyozaliwa pale. Akafungua mlango. Unajua kichoendelea? Share.
share mama, share. Na mnavyo share, naleta part 2 leo, naleta part 3 leo, naleta yani nataka nimalize. Ili watu mjifunze. Kuna watu wanaanzia. Sasa niliona nivae elements ili mnielewe. Bye.